upande wa mchezaji of course nimewasiliana na upande wa mchezaji, ilikuwa usiku na mtu ambaye nimewasiliana naye alikuwa njiani anaelekea nyumbani. So ni promise kwamba angeweza kufika kwa sababu alikuwa anatoka kidogo nje ya mji. Angeweza kufika, tungeweza kufanyaje? Tungeweza kuzungumza kwa sababu at that time simu yake nadhani haikuwa na charge. Lakini mpaka nalala jana usiku sikufanikiwa kumpata. Na asubuhi ya leo nimejaribu kumpigia, naona bado hajashika simu, itakuwa bado amelala. Kwa hiyo taarifa sahihi ambayo nayo inatoka upande mmoja, upande wa Yanga. Vyanzo vitatu vimenihakikishia hiyo kitu kwamba Yanga wana push, wako kwenye mazungumzo. Nasubiri kuconfirm taarifa yangu upande wa pili wa mchezaji. Exactly, nikisha confirm nitakuja kuambia ni nini ambacho kinaendelea, lakini nachoweza kuzungumza na ambacho pia wewe mwenyewe umezungumza ni kwamba Yanga wana push kukamilisha jambo na tajiri amechukia to the maximum. Na Hansi, nikiongezea katika hicho ambacho unakizungumza, ilikuwa ni saa 2 na dakika 35 nilimtafuta Patrick Gakumba ambaye huyu ni msimamizi wa mchezaji Girimugisha. Moja kati ya vitu vichache ambavyo nimezungumza naye ni hivi hapa. Kwanza, hivi sasa yupo Afrika Kusini. Lakini ni kweli Yanga wamerudi tena baada ya kukaa kimya. For sure. Na Yanga baada ya kurudi tena wameongeza mzigo. Kwa hiyo hivi sasa kinachoendelea ni mazungumzo. Na Gakumba amesema hivi, zipo club nyingi ambazo pia zimeweka pesa nyingi. Lakini inavyoonekana mchezaji yeye mwenyewe pia kidogo kidogo ameshaanza kushawishika na ardhi hii ya Tanzania. Sasa hapo pesa ina nafasi yake, lakini pia mchezaji huwa wakati mwingine ana maamuzi ya mwisho. Sasa hapo ni nguvu ya ushawishi wa klabu ya Young Africans. Lakini kiukweli mpaka sasa hili dili lipo kati. Unajua baadhi ya watu walikuwa wanielewi. Nilipokuwa nakuja hapa nawaambia kwamba vyanzo vyangu vilikuwa vinanisisitiza kila siku usiwaondoe Yanga kwenye vita ya Girimugisha. Every day usiwaondoe Yanga kwenye issue ya Girimugisha. Unajua president amerudi, nadhani ilikuwa Jumatatu. Alirudi Jumatatu kwa sababu alikuwa Marekani. So alivyorudi amekwenda kufinish some deals, ikiwemo deal ya huyo Figueiredo. Na nguvu kubwa sasa hivi tunasema statement signing wamehamishia kwa Girimugisha. Usio amemtoa Afrika Kusini? Sio Shalulile. Na Gakumba naye kwa Afrika Kusini. Kuna jambo linaendelea hapa. Tuendelee. Nimeona gazeti la Citizen limemhusisha Shalulile na Yanga. Kwa taarifa nilizokuwa nazo hakuna mazungumzo ya Shalulile na Yanga. Lakini kwa Girimugisha mchezaji bado ana mkataba na Al Hilal Omdurman. Na aliongeza mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 12, mkataba wake utaisha 2029. Kwa hiyo mpaka sasa amebakiza miaka kama 3 kwenye mkataba wake au misimu 3 kwenye mkataba wake. Ugumu hili dili ni kwamba anayeamua hatima mchezaji sio mchezaji mwenyewe. Ni club ambayo inamiliki mchezaji kwa wakati huu kwa sababu aliongeza mkataba. Na club yenyewe lazima izingatie maslahi yao kwanza, lakini vile vile lazima izingatie hatima ya mchezaji. Uko sahihi. Kwa hiyo ugumu unakuja kujitokeza ni kwamba mchezaji hahitajiki na Yanga peke yake. Ni club nyingi zinamhitaji. Na wiki mbili zilizopita, kama sikosei, wiki moja au mbili, taarifa zilikuwa nyingi kuhusiana na Girimugisha kujiunga na klabu ya Al Hilal Tripoli. Bado taarifa ziko nyingi. Unanielewa? Sasa ukisikia ile fee ama ada ya usajili ambayo ilikuwa inazungumzwa dola milioni 5.5, na maana yake tayari wale watu wameshatia ugumu kama kweli hiyo ofa ipo mezani. Tayari deal inaweza ikawa gumu kwa asilimia kubwa, kwa sababu inawezekana Al Hilal inanyoa kademand kwamba bwana, tunataka mfike hapa ili tumwachie mchezaji. Kwa sababu kitu kingine ambacho Al Hilal uwezi kuwatetelesha ni kwenye fedha. Na nilisikia pia taarifa kwamba ni wao wenyewe ambao wamedhamini haya mashindano yanofanyika Rwanda ya Kagame. Na nielewa kwa ni klabu ambayo ina fedha, lakini lazima Hilal ni kama yule mtoto wa kishua ni ambaye anawaalika nyumbani kwao
anaalika watoto wa mtaani pale nyumbani kwao waende wakacheze. Na speaking of that, unajua Jeff, Omdurman wako Kigali, Rwanda. Unajua mtu anaweza kuwa anajua pale wana hosteli wana nini. Lakini pale wamechukua hoteli ya nyota 5. Yani kambi yao wameiweka kwenye hoteli ya nyota 5. Wachezaji wanakula, wanalala msimu mzima na wanalipa pesa. Sasa unajua situation ya Girumugisha anachozungumza Magunga ni kwamba Omdurman ndio wako kwenye driving seat. Lakini wiki mbili zilizopita moja kati ya kiongozi wa Omdurman, unajua viongozi na wamiliki wa Omdurman wanakaa Uturuki. Ndo makao yao yalipo. Hawako Afrika, wako Uturuki. Mmoja kati ya viongozi wa Omdurman walifunga safari kwenda Dubai. Na Girumugisha naye alikwenda Dubai. Moja kati ya kitu ambacho kilimpeleka pale ni kwenda kuzungumza hatima ya mchezaji. Unajua mchezaji aliwaheshimu kwenye dirisha la usajili lililopita Omdurman. Tripoli walikuwa wana push kumsign, lakini mwisho wa siku akaopti kubaki na akasaini mkataba mpya kwa sababu Omdurman umebadilisha maisha yake kwa asilimia kubwa sana. So walimwambia tuna project, tuna Champions League, tunaomba uendelee kubaki. It seems like kuna makubaliano kwamba unasaini mkataba, then baada ya msimu kumalizika tutafanyaje? Tutakuuza kwa ofa nzuri zaidi. Kwa hiyo wamekwenda Dubai, wamezungumza. Moja kati ya ofa ambazo zilikuwa mezani ilikuwepo ofa ya Tripoli, ilikuwepo ofa ya Pyramid, ilikuwepo ofa ya Yanga na klabu nyingine ya Saint-Etienne. Saint-Etienne unawapata wa Ufaransa, yes. Ni ofa ambazo zilikuwepo mezani na zilijadiliwa. Kiukweli at that time ofa ambayo ilikuwa imetop ilikuwa ni ya Tripoli. Tripoli walikuwa tayari kulipa $5.5 milioni kama transfer fee ya mchezaji. Lakini pia walikuwa tayari kumpa mkataba wa miaka 3 ambao una sign on ni pesa nyingi sana. Ili Yanga wamsajili maana yake sasa unajua au Hilal watawahurumia. Unajua Jeff, iko hivi. Kama unakumbuka scenario ya Benjamin Sesko na Man United. Ujue Newcastle United waliweka pesa nyingi kuliko Man United. Kama unakumbuka vizuri. Lakini mchezaji alisema mimi nataka kujoin Man United. Kwa hiyo mchezaji alipush deal likamilike na Arabi United walikuwa wameiweka. Ndio. Kwa hiyo inawezekana Omdurman kweli wako kwenye driving seat. Lakini hiyo issue ya Sesko tofauti haikuwa haikuwa kubwa kama hivi tunavyoona kwa Hilal na Yanga. Haikuwa kubwa hivyo, lakini kuna pesa ambayo ilipungua. Of course. Baada ya mchezaji kupush kwamba I need Man United. Umeona chatting hiyo na Gakumba ilikuwa Julai 15 hiyo. Sasa kwa hiki Magunga ambacho unachokizungumza uko sahihi, lakini kwa mazungumzo ya leo Yanga wamerudi tena na wamerudi kwa ukubwa kweli. Kwa hiyo kinachoendelea hivi sasa ni mazungumzo, na mazungumzo kuna mawili, kufika ukomo ama kutokufika ukomo. Itafika, ila sasa je, nani atakubaliwa? Girumugisha ni mchezaji mzuri. Naam. Kwa hiyo kuona hizi klabu kubwa zinashindana kuona namna gani wanaweza wakampata si jambo la kushangaza. Na Yanga wenyewe pia malengo yao ni kuiboresha zaidi timu yao au kuijenga timu ambayo inaweza ika survive kwa misimu 3 mpaka 4 na kuendelea. Kwa hiyo ukiangalia hata kwenye wastani wa umri kwa wachezaji ambao wanaenda kuwatafuta, unaweza kuwaelewa nini ambacho anakifanya. Lakini ugumu ni kwamba ukisikia hizo ada ama viwango vya fedha ambavyo Hansa anavizungumzia, sisi kwetu hata tunishe misuri vipi, inawezekana ikawa bado ni changamoto. Huenda kwenye mazungumzo, you never know, kwa sababu hata Alexis McAllister kipindi ambacho alihusishwa na City, Brighton alikuwa anataka 80, lakini alienda Liverpool kwa ada ya chini sana. Lakini yote anabakia kuwa kwenye mazungumzo. Alikuwa amebakiza naye mkataba kiasi gani? Maana kinachowapa nguvu kwenye hii issue Al Hilal ni muda wa mkataba ambao umebaki. Unajua kwa mfano unaweza ukadraw parallels kwenye kilichokuwa kinaendelea kati ya Yanga na Adolf Mtasingwa. Ni muda mrefu Yanga alikuwa anamtaka Mtasingwa na mkataba wake ambao alikuwa nao Azam ulikuwa umebakiza nadhani around miezi 4-5. Miezi 6 kwa mujibu wa Ibwe. Miezi 6, yes. Naam. Sasa katika hali ya kawaida hiyo miezi 6 ndio iliwapa nguvu
Azam ya kusema wanamuuza kwenda kwa timu ambayo itawapa wao signing fee kuliko Yanga ambao wao walikuwa wanataka kumsign kama free agent. Kabisa. Umeona? Kwa hiyo ugumu ni kwamba wale Al Hilal watataka kufanya biashara. Hilo moja. Lakini pili, maana yake ni jambo jepesi. Kama Yanga wanamtaka na thamani yake imefikia dola milioni 5, maana yake inabidi Yanga wawazidi Al Ahly Tripoli ambao wametoa dola milioni 5.5. Kwa hiyo wao watoe dola milioni 6. Na umesikia Hans amesema hapa kwamba wale Al Ahly Tripoli wanampa signing on fee ya dola milioni 1.5. Wao Yanga ni dola milioni 1.5 kwa mwaka. Yake hiyo itagharimu tena dola milioni 7.5. Sawa. Dola milioni 7.5 inaweza ikawa ni budget ya usajili ya klabu zetu kubwa hapa kwa miaka miwili. Sababu dola milioni 1 ni bilioni 2 na milioni 600. Kwa hiyo fanya hiyo bilioni 2 na milioni 600 mara 7 kwa mchezaji mmoja. Ni jambo gumu kidogo kuliona. Na hapo kamanda, tunazungumzia ada ya uhamisho, lakini personal terms kati ya mchezaji na club bado hatujazijadili kwa sababu mshahara ripoti zilikuwa zinasema kule Tripoli. Unajua niombe kitu kimoja. Yanga wanajua thamani ya Giro Mugisha. Yanga wanajua ofa ambazo zimewekwa mezani na wapinzani. I don't think kama ni wajinga kurudi tena kwa Giro Mugisha. Kwa hiyo inawezekana hizi stories zinazoripotiwa kwamba dola milioni 5 inawezekana sio kweli. Inawezekana ni kweli. Yaani inawezekana ni kweli, lakini sio wajinga kurudi. Kwa maana wamerudi. Hamna mtu anayesema wajinga. Sisi tunajaribu tu kuweka muktadha vizuri hapa kwamba so far kwa personally mimi kwa ninachokijua, watu wa kwanza kubisha hodi kwa Al Hilal walikuwa ni Pyramids. Na mara ya kwanza ofa iliyopeleka ilikuwa na thamani ya dola milioni 3.5. Al Hilal wakaambia hapana, huyu mchezaji sisi tumemvalue kwa dola milioni 5 au zaidi. Sawa. Ripoti ya pili ikawa inasema Al Ahly Tripoli wamefikia makubaliano naye na Al Hilal imekubali kumuuza kwa dola milioni 5.5. Sawa? Ndio. Na kitu kingine ambacho mimi sikukijua ni hiki alichokisema Hans kwamba mchezaji ameahidiwa signing on fee ya dola milioni 1. Milioni 1.5. Milioni 1.5. Na Al Ahly Tripoli sio? Tripoli. So na hapo kwenye ofa Tripoli ukiachana na hiyo pesa ambayo nimetaja, mchezaji aliahidiwa gari. Yani atachagua gari anayoitaka ya kifahari, wata afford. Mama yake na Giro Mugisha atachagua eneo lolote Bujumbura ambalo anataka ajengewe nyumba. Tripoli watamjengea. Na siku ya kwenda pembeni ya ikulu na siku ya kwenda kusaini mkataba itatumwa private jet ambayo itambeba yeye na familia yake kwenda kusaini. Tunaweza pia kukadiria kwamba mshahara wake hapo hautakuwa chini ya dola 50,000 kwa yes. Milioni 100 na zaidi. Sawa. Asante sana. Hali ya kawaida kwa klabu ya Tanzania au tawi marefu sana. Unajua ni mchezaji gani ambaye anaweza kaacha mkwanja mrefu namna hiyo? Unajua sasa kuna watu wanaacha pesa. Afrika hapa? Afrika? Watu wanaacha pesa. Hapo ndo tutaamini kila kitu ni pesa. Kwamba nguvu za giza zina nguvu. Afrika. Mimi Hans